Kwenye mwamba mweusi ninaona moshi mrefu, midomo ya zamani inanong'ona kwa damu. Mama aliniambia usiite usiku, lakini sasa naita na sauti inarudi. Mungu niokoe, Mungu niokoe, nisichukuliwe, nisichukuliwe. Ehe, ulikuwa wapi? Hebu niambie, ulikuwa wapi? Nilienda shambani mume wangu. Shambani? Ndiyo. Sasa, hebu niambie, alokupa ruksa ya kutoka hapa kwenda shambani ni nani? Hamna, nilienda kuchimba mihogo. Wow, kuchimba mihogo. Haya, hiyo mihogo iko wapi? Nakuuliza, hiyo mihogo iko wapi? Kwa nini kila siku naongea swala moja hutaki kunielewa? Umeacha shambani, umechimba kwako, umeacha kwako, si ndio? Hebu wewe mwanamke nisikilize nikwambie kitu. Kila siku nakwambia kwamba usitoke nyumbani pasipo ruksa yangu. Hai, alokupa ruksa ya kutoka hapa kwenda kuchimba mihogo ni nani? Nakuuliza nijibu, ni nani? Wewe. Hivi nirudia mara ngapi? Wewe ni chizi eti? Wewe ni taila Wewe ni mwehu kumbe? Yaani kila siku naongea swala moja hilo. Usitoke nyumbani kwangu pasipo ruksa yangu. Haya, unatoka. Ni nani alokuambia uondoke nyumbani kwangu pasipo taarifa? Kwa nini kila siku naimba nyimbo hiyo hutaki kunielewa? Nitakuja nikupige nikuzike kwenye hiyo migomba hapa, ndugu zako asijue umepotelea wapi nakwambia. Sio, unanielewa? Nakuuliza, unanielewa? Sasa sikiliza nikwambie kitu. Naondoka. Nikirudi nataka nikute chakula tayari. Lakini kama nitakuta chakula hakuna, nitakuja nikufanya kitu hii dunia hakuna mtu ambaye alishawahi kufanywa. Si unanielewa? Mungu niokoe, Mungu niokoe, nisichukuliwe, nisichukuliwe. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo. Mungu niokoe na haya, kitovu cha kifo, kitovu cha... Bwana vipi? Safi, niambie kaka. Bwana mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimerudi salama. Ndio. Nimekuwa adimu lakini nimerejea tena. Kweli hatimaye umeonekana. Lakini nina jambo moja. Tangu nimefika hapa mtaani, mtaa mzima huu umenuka. Una taarifa mbaya mbaya.
unakunywa pombe, unafanya unyanyasaji, unampiga mke wako. Sasa nataka nijue kuna tatizo gani, labda kama kuna kitu labda chenye maana unaweza kaniambia tukashauriana ndugu yangu. Wewe unafiki. Akia Mungu nakwambia ndugu yangu Soni. Wewe umbea. Yaani nilivyokuona kule unatoka unakuja hapa nikajua tu mwisho wa siku wewe unaombea. Tabia zako hujaachaga wewe. Lakini Sule, sikiliza nikwambie kitu. Haya mambo ya kujadiliana hapa mtaani kwamba mimi nalewa nampiga mke wangu, yanahusiana nini na nyinyi huko Mswahilini jamani, yanahusiana nini? Yule ni mke wangu mimi, ninapompiga basi ujue kuna sehemu kanikosea. Ninapompiga nataka twende sawa na vile ninavyotaka mimi. Sio, unanielewa? Sasa nyinyi mnashindwa kufanya maisha yenu, eti mnanijadili mimi kwa nini nampiga mke wangu. Bwana Sule, hebu sikiliza. Siku nyingine kama tunakutana, naomba wewe na mimi tuzungumzie kuhusiana na swala la kazi. Steve, mimi na wewe hatujatokea hapa. Mimi na wewe ni kama ndugu. Mpaka mimi nakutafuta ili tuzungumze ni kwa sababu nahitaji kujua usalama wako, lakini pia watu saizi ni wagonjwa, wanatembea na magonjwa yao. Sasa unaweza kumgusa akafa, utafungwa wewe. Angalia familia yako itaka kuingia sala sasa. Sule, hebu nisikilize vizuri. Kama mimi nitafungwa, wewe inakuuma nini? Wewe inakukeleketa nini wewe? Wewe na hao mtaa mzima wote nyinyi inawakeleketa nini? Sikiliza. Acheni kunifuatilia mimi, nakwambia kuba babake wewe na mtaa mzima wote. Washenzi wakubwa takataka nyinyi. Mtawaokotea mawe. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, Mungu niokoe na haya. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, Mungu niokoe na haya. Kwenye mwamba mweusi ninaona moshi mrefu, midomo ya zamani inanong'ona kwa damu. Mama aliniambia usiite usiku, lakini sasa naita na sauti inarudi. Mungu niokoe, Mungu niokoe. Wewe Nisha wewe. Nisha. 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 Wewe Nisha wewe. Wewe Nisha wewe. Nisha. Mimi. Yaani bora nimekuona wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Hebu niambie. Kinachokufanya wewe unitangaze mimi mtaa mzima wote naonekana mimi mwehu ni kitu gani? Nakuuliza ni nini? Mimi napita mtaani najionekana kidume, najitanua mikwapa mwenyewe, kumbe tayari watu wananiona mimi niko uchi, mambo yangu yote ushayaweka hadharani. Wewe mwanamke mshenzi kabisa, usokuwa na haya wewe. Mume wangu, kwani kuna nini? Usiniulize kuna nini wakati unajua nini unachokifanya. Haya, habari za watu mimi nakupiga, habari za mimi kunywa pombe, watu wanazijuaje mtaani? Mungu wangu, mbona mimi sijasema chochote? Pamoja na mateso yote ninayopata hapa ndani, mbona mimi sijamwambia mtu yoyote? Haki ya Mungu, katika vitu ambavyo nimefeli kuishi na wewe, katika vitu ambavyo nimejichanganya kukuoa wewe mwanamke, haki ya Mungu wewe mwanamke unanizalilisha mimi, unanivua nguo hapa mtaani. Na nilishakwambia siku nitakaposikia taarifa zozote mtaani, mimi nitakuja nikupige, nikunyonge, nikuue, nikugaragaze, nikufanye chochote ambacho kwangu kinaona kiko sawa. Ndio hichi sasa ulichokifanya wewe. Wewe wakunizalilisha mimi, mambo ya ndani kwetu, mambo ya nyumbani kwetu unayatoa unapeleka barabarani. Maana yake nini? Mume wangu, nashindwa hata ni vipi nijitetee. Mume wangu nakupenda. Sijali vyote ninavyopitia huko ndani. Siwezi kufanya hivyo. Ndio sifa za mwanamke hizo. Nakwambia ndo sifa za mwanamke hizo. Nakwambia
Yaani leo utanieleza vizuri, ndugu zako watasikia tu taarifa kwamba umefariki, kwa sababu haiwezekani mimi... Mume wangu. Mume wangu. Kwani kuna nini jamani? Kwani nini hichi kimetokea? Jamani. Mume wangu. Mungu niokoe, Mungu niokoe, nisichukuliwe. Umetuamsha, tumeamka. Mizimu ya nyumbani kwenu tumesikia shida zako. Sasa una nguvu kubwa ndani yako, unaweza ukafanya chochote kile na kuna mtu atakayekuzuia. Amka sasa, amka, amka, tuko pamoja na wewe. Nenda kafanye chochote ambacho tunakitaka kwenye maisha yako. Usiku kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, Mungu niokoe na haya. Kitovu cha Nisha. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo. Niambie dada. Karibu, kuja basi kwanza nichukue stuli ukae kaka. Haya sawa. Kuja hapa kivulini. Midomo ya zamani inanong'ona kwa damu. Mama aliniambia usiite usiku, lakini sasa naita. Hatimaye umenikumbuka mdogo wako. Wanasema tawi alianguki mbali na mti wake. Sasa nitaenda wapi jamani bila kuja kumsalimia dadangu? Ndo muda wote huo. Wiki 3 tu na wewe. Hata sitaki. Okay, lakini mbona kama hauko sawa mdogo wangu? Mungu naona kama imechanika kidogo. Uko sawa kweli? Ni bora tu ulivyokuja kakangu. Kweli mdogo wako siko sawa. Siko sawa kabisa. Kaka, napitia manyanyaso. Nanyanyasika sana mdogo wako. Huwezi kuamini. Shemeji yako amekuwa mlevi. Tena mlevi wa kupindukia. Sio hivyo tu. Kaka, mdogo wako napigwa. Tena napigwa bila sababu. Napigwa sana. Nanyanyasika. Mateso yamekuwa mengi kakaangu. Katika maisha mimi nafahamu kitu kimoja. Mke na mume wanapoana wanaungana kuwa chombo kimoja. Sasa how stupid are you kutoa siri za mwili mmoja kwa mtu mwingine? Yaani mambo ya ndoa yako wewe na mume wako unakuja kusumbuka kuniambia mimi kakako. Katika hali ya kawaida tu, yaani sijui mmekwaruana mkiwa ndani, mmegombana na hili mkiwa ndani, sijui ulevi, hayo mambo unatakiwa mrekebishane nyinyi wenyewe mkiwa tumbani. Kumbafu. Yaani
nilitegemea dada yangu umeolewa, utakuwa na staha na mila na desturi zilishawafundisha na kuwafunda kwamba mume na wewe ni kitu kimoja, mambo yenu mkae mnajadili kama kitu kimoja. Unakuja kuanza kutoa siri za ndani. Msikiliza, iwe mwanzo na mwisho kunishirikisha mambo ya chumbani kwenu. Yani hapa ndo nakumbuka sasa kwa nini watu wa zamani wanasema ndoa zao zilidumu kuliko za sasa. Nyinyi watoto wa siku hizi hamna uvumilivu, hamwezi kuhandle pressure ndogo ndogo kwenye ndoa zenu. Kaa, ng'ang'ana, koma. Wewe unakuwa unamwona mamako kibogoyo, unadhani umri pengine aling'olewa na babako. Kaza baba, kuna muda anavurugwa na utafutaji, anamng'oa mejino mamako, lakini mama yako anadumu mpaka nakufa kwenye ndoa yake, wanamzika kama familia. Sasa wewe eti mlevi, pombe si ni uji tu, na kuna muda pombe si maji tu. Unashindwa kulivumilia jambo hilo? Mimi nimekuja kwa mdogo wangu leo, nikajua nikifika kwa dada nitakunywa hata chai ya maziwa au chochote kizuri kilichopo ndani, hata kiporo. Na kuja kukutana na habari za kishenzi, stress, kwanza kulia. Don't you ever call me again. Kuja kunieleza hizi mambo za kupumbavu. Mungu niokoe, Mungu niokoe, nisichukuliwe. Mume wangu, tafadhali nakuomba unielewe. Mimi mwenyewe sijui hichi kinachoendelea. Sielewi kabisa. Unanipigia mikelele? Kwani wewe msanii au unaimba? Mbona unaonyesha kama mwigizaji mzuri tu? Kwa nini usitafute majumba sana ukaigize huko? Mbona sauti unayo? Uenda utafanya vizuri hata kuliko hata walikuwa wanafanya vizuri zamani. Unanipigia kelele? Wewe ni mwanga, nishakwambia wewe ni mwanga. Sasa mimi siko tayari kuishi na mwanamke mwanga humu ndani. Haiwezekani hivi. Wewe mwanamke unaniloga. Wewe ni mchawi. Na bila shaka uenda pengine familia yenu yote nyinyi ni wachawi. Na sio wewe tu, mpaka kijiji ulichotoka inawezekana nyinyi mkao ni wachawi. Sitaki kelele, nishakwambia sitaki kelele. Niache. Haijalishi ni kiasi gani napitia magumu humu ndani, lakini siwezi nikafikia hatua ya kwenda kwa waganga. Siwezi nikafikia hatua ya kufanyia vitu vya ajabu. Mume wangu, nielewe tafadhali na kuomba. Basi mimi nipo chini ya miguu yako. Nakuomba unisaidie. Wewe. Kwa nini lakini? Kwa nini huwezi kunipata dakika kidogo ya kunisikiliza na ukanielewa? Kwa nini? Mimi sio mwanga, sio mimi tu, uko wetu. Mungu wangu. Nielewe mume wangu ninachokwambia. Sijawahi kuwaza hata kufikiria hata kwa bahati mbaya mimi kuwa na nguvu kama hizi, yani mambo yanayotokea. Mimi mwenyewe sielewi kabisa, nachanganyikiwa mwenzio. Jaribu kunielewa mume wangu na kuomba. Unanigusa bega? Inazilisha jinsi gani mlivyokuwa wachawi kwenu. Sasa kwa taarifa yako, pini nayo mama, umeula. Pati kitu. Pini hapa. Laba bendi ipo huko. Sio. Mume wangu. Wangu. Sasa hichi ni nini jamani? Nachanganyikiwa mimi. Kuna haya mambo mpaka lini? Kwani kuna shida gani? Kitovu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Kitovu cha kifo. Bwana shemeji. Nimekuja hapa na jambo naomba niseme. Kiwa kama ndugu, mzazi, mlezi wa mke wangu. Ukweli shemeji, sasa hivi mke wangu kabadilika. Mke wangu kawa ni mtu ambaye haniheshimu.
Mke wangu kawa ni mtu ambaye hanisikilizi. Mke wangu kawa ni mtu ambaye wa kutoa mambo ndani kwenda kuyaanika huko nje. Yaani kiujumla mke wangu kawa ni mtu wa kunizalilisha. Mimi ninapita mtaani naonekana ni bonge la bwana, lakini kumbe naonekana bwana wa hovyo. Haiwezekani vitu vyetu mimi na yeye ndani anaenda kuviweka public. Manake nini? Sasa mimi kiukweli sijajaliwa sana kupiga. Sina kamkono, kiukweli kamkono sina. Ila kama ningekuwa na kale kamkono ka sharp kidogo tu, pap kidogo pap kidogo pap. Shemeji, kiukweli dada yako angekuwa yupo kwenye hali mbaya sana. Na halafu kitu kingine, sio unaweza ukanielewa hapa, nikijaribu kuangalia vizuri atakuwa mshirikina ndugu yako. Akia Mungu nakwambia, ndugu yako atakuwa mshirikina kwa sababu kuna baadhi ya vitu najaribu kuvionaona pale nyumbani anavyovifanya. Yaani kuna mazingira fulani, hebu sijui shemeji nikwambie vipi, lakini hata we mwenyewe ukibahatika kuchunguza ili jambo unaweza kaliona. Atakuwa ni mchawi, mdogo wako ni mchawi shemeji. Ana mambo ya kishirikina. Sasa shemeji, hebu naomba ukipata kanafasi kidogo, jaribu kuongea na mdogo wako. Aache kunizalilisha mume wake. Aache kufanya mambo ya ushirikina, sio mazuri, yanaharibu ndoa bwana shemeji. Ngoja kwanza. Unajua wewe shemeji, nikikuchekea utanipanda kichwani. Kwa sababu miaka 3 iliyopita baada tu ya kumwoa dadangu, miezi 3 inapita, unakuja kwangu unasema dadako hazai. Bila kile kitimbwili cha mwanzo ungekuja mara nyingi. Sasa baada ya miaka 3 imepita ndio unarudi tena kuja kuchomekea maneno sijui anakusema vibaya kwa watu, sijui amekuwa mshirikina kumbafu. Kama kipindi kile cha mwanzo ulikuja kuongea swala la kwamba hana kizazi, ulitaka nimtafunge mimi ili ashike mimba, na sasa hivi unakuja kunielezea mambo ya ushirikina. Unataka nije kumtoa uchawi, nije nimlishe usembe, mimi nije kumnyoa nywele ili nimtoe uchawi awe mtu bora kwako? Acha mambo ya kumbafu bana. Wewe shemeji, unatakiwa work as a gentleman. Na vile vile vitabu vya dini vinasema mkioana, mke na mume mmekuwa mwili mmoja. Sasa mwili mmoja huu unaelezea kule, huu unaelezea kule. Huo ni mwili mmoja au ni uwanja mmoja uliojaa watu watukutu ndani? Sikiliza, rudi kakae na mke wako, muelezane mambo yenu ya nyumba yenu, mnamalize chumbani. Kama ambavyo mnaelezana kwamba leo sijalizika, tuongeze kingine. Na vile vile muelezane mambo yenu kwamba hiki na hiki hakiko sawa, tufanye hivi. Ujue bwana shemeji, wakati nakuja kwako niliamini nitapata msaada kidogo juu ya hili, lakini kumbe wote ndo wale wale. Shemeji, wewe wakushindwa kunisaidia mimi jambo hili, unashindwa kuelewa kama mwanaume mwenzio kaja akakuletea matatizo afu isitoshe mimi ni shemeji yako, nimekuletea matatizo ya mdogo wako, unanikataa, unaniongelea maneno mazito kama hivyo. Shemeji, sikunitukana huko, ila naweza nikasema kama usingelikuwa shemeji yangu, yani kama usingekuwa shemeji yangu, akia Mungu ningekuokotea mawe, ningekutandika hapa, ningekutwanga. Yani wewe kwa akili yako unitwange mimi? Una uwezo kumpiga shemeji yako? Tafadhali bwana, hebu ondoka bwana. Ondoka bwana. Jinga kabisa mkubwa. Cheki ulivyo nenepeana. Nataka nifue. Choka. Sasa nikifikiria mauzo ya juzi ndo nachoka kabisa. Changanyikiwa mimi. Mungu wangu. Zinafikaje tena hapa hizi nguo? Asa mambo kama ndo haya sizifue zenye zijianike tu. Mungu wangu.
Usiku umejaa macho, mizizi nitakachokifikiria ndio kinachotokea. Yaani nikiwaza natamani kitu fulani kifanyike, ndio kinachotokea. Kwenye kifua changu nyayo za kitu kisichoonekana zinazunguka mlango. Ni nzuri lakini inatisha. Nisichukuliwe kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo. Mungu niokoe na haya, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo. Wewe mke wangu, Mungu niokoe na haya. wewe Nisha, shenzi kabisa, haiwezekani. Kamke kanakuwa kachawi kananiloga fuzi mmoja. Sasa leo utanieleza vizuri kwamba huo uchawi umetoa wapi na nani kakupa huo uchawi, nani kakupa wewe? Kaaba malaya wa Kindi, shenzi takataka, toka nje nikuonyeshe. Leo nimejiandaa, niko vizuri. Toka huku nje nikuonyeshe vizuri barabara, nikuchape barabara, akili zikukae sawa. Haiwezekani wewe kama mwanamke kachawi hapa, kama mwanamke kachawi akakaniloga mimi, nashindwa kufanikiwa, nashindwa kufanya mambo yangu. Toka nje huku, njoo tupigane nje huko. Ukipigwa ndani huko majirani watashindwa kuja kukusaidia. Njoo huku wewe malaya, wewe kenge, wewe njoo wewe, toka. Hey! Usiku umejaa macho, mizizi inaita chini, nimekanyanga baridi lake, nikasikia jina langu. Mwanzo wa tetemeko kwenye kifua changu, nyayo za kitu kisichoonekana zinazunguka mlango. Mungu niokoe, Mungu niokoe, nisichukuliwe kitovu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Vipi tena? Mbona unachungulia nyumbani kwangu? Una shida gani? Ujue mimi na matatizo kidogo na mke wangu toka jana. Kuna tukio nilikutana nalo hapa, nilishindwa kunipa majibu ya haraka, ikabidi nikimbie. Sasa nikafikiria, nikaona macho yangu au ni pombe, lakini jinsi ninavyofikiria ndugu yangu, zile zilikuwa sio pombe, ni uhalisia kabisa na kwambia bwana Sule. Sasa narudi hapa, mke wangu simuoni, nashangaa namuona mtu mwingine anatokea kwenye nyumba yangu. Ndio maana umeniona hapa nimejificha hapa, najaribu kutafakari kwamba yule ni nani. Steve, unakosea. Hapa ni nyumbani kwako, na kama nyumbani kwako uko huru kuingia hapa na kumuuliza huyo ni nani, ukamfahamu. Si kwako hapa. Naishije kwa mashaka bwana? Sule, hebu nisikilize kwa makini. Kuna jambo naomba unisaidie. Ukweli ni kwamba mke wangu mimi ni mchawi. Wewe hizi habari za uchawi wewe umejuaje? Sasa mimi sinaona. Sule, mimi mwenyewe sinamuona. Mimi nataka nimuue. Siwezi kuishi na mtu mchawi. Sasa mimi najua wewe huwezi kukosa watu wataalamu. Nataka nimpoteze kabisa. Hebu sikiliza bwana Steve. Mimi nakujua wewe, akili zako wage.
na kujua vizuri. Wewe haiwezekani mtu mzima na akili zako timamu, unatoka ulikotoka, unafika nyumbani kwako unaanza kuchungulia, unanyata, unaishi maisha mashaka. Hii sio tabia nzuri. Na hili swala la uchawi, naona pombe sasa imeanza kukupeleka spidi. Wewe unajisikiliza kule unachokiongea wewe? Sule. Pombe. Sule, achana na habari za pombe. Nasema hivi, kama kuna mtaalamu au mtu yote unamjua, hebu nisaidie, mimi nataka nimue mke wangu kimya kimya. Siwezi kukaa na mke mchawi mimi, tutakuwa na maendeleo gani? Wachawi ni watu ambao washapoteza future maisha kaka. Sasa mimi naweza kukaa na yule kigagula? Huwezi amini, jana kuna tukio nimekutana nalo la ajabu ambalo sijawahi kuliona. Hata kama nakunywa pombe, lakini pombe zote zilikata. Hivi unajisikiliza kule unachokiongea? Yaani kwa akili zako timamu utakumua mke wako? Na akili wewe kweli? Wewe mimi kwenye hilo jambo usinishirikishe. Mimi usinishirikishe kabisa, usinishirikishe. Wewe vipi bwana? Mbona unataka kutia kwenye majanga bwana? Na endapo kama ukifanya hivyo kweli, utakuja kuripoti. Wewe si akili zako za kutosha mwenyewe. Akili zako si wagewage. Utakuripoti wewe. Sule. Usiku umejaa macho, mizizi inaita chini, nimekanyanga baridi lake, nikasikia jina langu. Mwanzo wa tetemeko kwenye kifua changu, nyayo za kitu kisichoonekana zinazunguka mlango. Mungu niokoe, Mungu niokoe, nisichukuliwe, nisichukuliwe. Kitabu cha kifo, kitabu cha kifo, kitabu cha kifo, Mungu niokoe na haya. Sasa hizi dada. Salama shoga yangu, karibu. Asante. Samani, namuulizia rafiki yangu Nisha yupo? Ila dolu na maigizo jamani. Sasa Nisha gani wakati Nisha ndo mimi? Hapana. Dada, hebu kuwa serious basi. Namtafuta rafiki yangu Nisha. Ila dolu kasi, yaani leo umeingia kwa mzaa kabisa. Sasa Nisha gani wakati Nisha ndo mimi jamani? Wewe unanijuaje? Dolu kasi, kuna nini leo? Hapana. Mbona sikuelewi dada wewe? Yaani mimi ndo sikuelewi wewe. Yaani sisi tumpatwa na nini? Mimi ndo Nisha. We dada, samani. Mwenzio unaulizia rafiki yangu, acha utani. Hapana. Hapa kutakuwa kuna kitu sio bure. Hapana, nitakuwa naota. Samani. Dorcas. Hapana, samani. Dori. Dada, habari yako? Samani, namuulizia mke wangu hapa ndani. Hivi mume wangu unatania, unaongea serious? Nani mkeo gani unamuulizia kati mkeo ni mimi hapa? Samani kidogo. Nilikuwa nataka nijue wewe ni nani kwake. Mimi ndio huyo mkeo unamuulizia hapa. Dada, mke wangu namjua, sio wewe, ndo maana kuuliza. Je, mke wangu kaenda wapi na wewe ni nani yake? Swali langu, naongea Kiswahili nielewe. Yaani mimi ninapokuona kabisa naona wewe haupo sawa. Yaani haupo sawa kabisa kwa sababu huyo mkeo unayemuongelea ndo mimi. Na wewe ni mume wangu. Sasa sijui ni kipi kimebadilika mpaka usinijue. Dada, ninachokiuliza hapo unanielewa au nielewe? Yaani leo unaniona mimi kama nimechanganyikiwa. Wewe mimi sikujui.
Toka jana nimeondoka hapa, nimemwacha mke wangu hapa. Sijamuona humu ndani, nimemtafuta chumbani, sebleni, jikoni, hayupo. Ndio maana nakuulizia wewe, je, kaenda wapi? Naona haupo sawa. Yaani mimi ninachokuomba, naomba tu ukalale, upumzike ili baadaye ukiamka uamke na akili mpya. Maana hatutoelewana. Asante. Usiku umejaa macho, mizizi inaita chini, nimekanyanga baridi lake, nikasikia jina langu. Kuna jambo halipo sawa kwa upande wangu, na wewe ni mtu wangu wa karibu sana, na naamini katika hili jambo nitapata ufanisi mkubwa sana. Sasa kama kuna jambo halipo sawa ndugu yangu, na mimi niko hapa. Kitu ukiwa nacho peke yako kinaweza kukuumiza, lakini ukimshirikisha mwenzio, mbona kitu fair sana. Unaweza ukalibeba jambo kwa uzito, kumbe jepesi. Kitu gani unataka nikusaidie? Bwana Nyamkela, wanakuambia mficha uchi hazai. Na mimi nataka kuzaa. Inamaanisha ukweli ni kwamba mke wangu mimi ni mchawi. Yes. Acha we. Uchawi huu wa live au wa kwenye TV? Babu, uchawi huu wa macho kuonana. Mama. We, sasa unaishi na mwanamke mchawi? Unataka kufa? Mimi sitaki kufa, na ndo maana nikakuita wewe hapa. Kuna jambo naomba unisaidie. Najua wewe mtu wangu karibu sana, unaweza kanitunzia siri. Mimi nataka nimuue yule. Umuue kabisa, umtoe duniani manake. Nimpoteze kabisa kwenye dunia. Nimsafirishe kabisa, nikampumzishe kwa amani. Sasa nataka nilifanya hili jambo pasipo mtu yote kujua, wala pasipo kesi aina yoyote, yani kimya. Sasa naamini wewe bila shaka unawajua hawa wataalamu hawa, na maanisha waganga kienyeji, ambao wanaweza kalifanya hilo jambo kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kuhusu wataalamu nawajua vizuri, hata kwetu kule ile Kiusani wataalamu hapo. Lakini huku nimekuja sema kwamba wapo mbali, lakini mimi nakushauri kitu kimoja. Ili jambo tusilipeleke kitaalamu, kwa sababu wao wachawi na waganga mimi naona ni watu wamoja, wanasaidiana hawa. Ukisema mke wangu ni mchawi, nataka nimuue mganga, mama atamsaidia. Sasa hili jambo hili nataka tusitumie kichawi, na mbinu moja tu, tumwekee sumu. Sumu. Sasa je, sumu, uchawi, saidiana. Maana unaona huruma waganga. Mganga na mchawi ndio wale na wewe. Sumu. Sasa hizi sumu zenyewe hizi, akinywa maji anapona, hizi mistaki apone yule. Mimi nataka tufanye kitu jumla aondoke. Jambo simple tu, tunajaza misumu. Usiweke sumu kama unamuua panya. Unaweka sumu unajaza. Ukiweka tu yote ile, mama yangu we, kuishi na hii babuji. Au unataka kufa? Kama unataka kufa sema. Au unampenda bado? Sasa isumu tutaipata wapi? Mbona maduka mengi tu, mengi sana. Unaenda pale, unachukua sumu zako, unafanya maajabu. Okay, hapo nimekuelewa. Hapo nimekuelewa. Tena nilikuwa naomba tufanye haraka iwezekanavyo. Tena ikiwezekana, yani saa 1 leo tufanye hilo jambo ili kesho asiamke. Yani jua na kesho asilione huyu mbwa. Sawa, lakini nisibitishie. Umeniambia peke yangu au kuna mtu mwingine anajua? Kwa sababu hili jambo zito, sitaki lawama. Asijaka sambaza maneno ukasema mimi nimesambaza. Hili jambo zito hili. Nitamwambia nani? Na ndio maana nimekuita huko vichochoroni kwenye mipagala mibovu, kwa sababu hii ni siri. Kama hivyo sawa. Hivyo sawa. Sawa. Mimi kwa sababu umeniamini na mimi nitaaminika. Ila tuwe tunalijua wawili tu, kwa sababu mimi sipendi. Tuwe tunajua wawili tu. Kitovu cha kifo, Mungu niokoe na haya. Kitovu cha kifo, Waifu. Nilichokikuta huko
Yaani leo nimekuletea ubuyu wa moto moto, tena wa kipande si wa peke. Aibu naona mimi huko nilioyakuta. Aja. Niambie kuna nini? Kiguna njia kutafuta riziki yangu. Unavyonijua, riziki yangu ipo miguuni pangu. Sasa rafiki yangu nani huyu? Steve. Si unampata? Steve rafiki nani? Mume wa rafiki yangu? Huyo kaniita bwana Nyomokela, nina shida na wewe. Shida haya basi bwana. Haya nakuja. Usije nyumbani. Tukutane pale kwenye jumba libovu kwa mama nani? Ashura. Niambie. Ndio. Jamani, familia imezidi vituko. Mama, si nimefika pale. Aniambia tuingie, ngasa kuingia no okay. Tukae hapa mlangoni tukakaa. Alichoniambia, "Mbona utaogopa?" Sema hapo hapo. We, eti nataka muue mke wake. Familia na vituko. Mimi mwenyewe mume wangu asubuhi tu nilitoka tu nikasema ngoja nikamuone kwanza rafiki yangu siku nyingi. Wewe nilivyofika nilipigwa bonge la tukio. Usiniambie. Kuingiza mguu wangu tunamkuta kidada fulani hivi kinakaa kinaosha vyombo. Namuuliza, "Dada samani, vipi rafiki yangu Nisha yupo?" Ashangaa kanyanyuka. Mimi ndo rafiki yako Dorcas. Wewe nilishtuka, Dorcas. Yaani hata jina langu unalijua? Wewe nani? Mbona mimi sikujui? Si mimi ndo rafiki yako Nisha. Nikasema wewe usintanie. Dada kuwa serious, mimi namtafuta rafiki yangu, nina mazungumzo naye, ndo mimi. Wewe mimi hicho nikuta mwenzako nikasema hapana hapa. Kuna kitu sio bure. Yaani mtu anayemjua mimi afu kageuza eti mimi ndo rafiki yako, mimi simjui. Wewe unawezaje kushindwa kumjua rafiki yako? Eti kweli mume wangu ile kweli uliwahi kulisikia wewe? Haiwezekani, hapo na wasiwasi. Sisi tupendane tu kwa kweli. Mambo ya usinichi sio mazuri. Huyu muuaji afu anamchiti mke wake. Huyo dada uliyemkuta nyumbani kwake huyu itakuwa ni kimada chake hicho. Ndio kimejifanyisha tu kama chini ndio kinisha. Jamani, wewe usiniambie. Itakuwa sasa unafikiri ni nini hapa kama sio hivyo? Tuendelee kupendana tu mke wangu afu mimi naanza kujiepusha mbaya. Maana inaonekana muuaji na umalaya nao. Atanifundisha umalaya nitakuchiti. Ndio uwe makini sasa. Yule sio rafiki mzuri kabisa. Ni rafiki leo kaanza kuingiza kwenye ushirikina, sijui mke wake mnishirikina, sijui nataka kumuua. Wewe kesho vipi akikwambia muue na wewe mkewe? Mimi tumeshirikiana tumemuua mke wangu na wewe kamuue mkewe. Ningene kaangalie mtakavyokufanya naye, na kama kweli mke wake ni mchawi nakupiga mimi bonge la tukio, namfuata rafiki yangu anakutandika bonge la tukio. Amna bwana wife, mimi nakupenda sana. Nikuue wewe. Hiyo tamu utaipata wapi? Kwanza hebu twende ndani. Wewe nengeneka na komo hilo. Kitovu cha kifo. Kitovu cha kifo. Kitovu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Hili jambo sasa kiukweli linanichanganya akili. Au inawezekana akawa ndo Nisha wangu mwenyewe? Lakini anawezaje kubadilika? Na kitu ambacho pia kinanishangaza zaidi, eti ananiita mume wangu. Na mimi hata siku moja mke wangu hajawahi kuniambia kama ana ndugu rafiki wa kike wa umri huu. Hapa ndipo ninapozidi kuchanganyikiwa, na pia inanilazimu niamini kwamba huyu ni mke wangu, lakini ni kitu ambacho kinakuwa kigumu sana. Nawezaje kuishi naye? Jamii inanichukuliaje? Hapana, ngoja nimalizane naye.
Oh. Vipi? Safi, habari? Naona uko kwenye mitaa yetu sasa. Ndio, nipo kwenye mitaa yenu. Around si unajua tena madeni yangu ya perfume. Sasa madeni ya perfume, vichochoro hivi vya kwetu au kuna namna unawinda? Hamna, ni njia tu kama njia nyingine. Wewe Sudi, nimekutana na rafiki yako. Najua wewe na rafiki yako Steve, nipate na kidole kindaki. Laki lako. Hasa jitazalishe. Kwa sababu anasema ukitembea na mwizi na utakuwa mwizi. Hasa nakutazalisha. Yule jamaa wako ni muuaji. Anataka muue mke wake. Wewe hizo habari umezitoa wapi? Kaniambia yeye mwenyewe, tena kaniita kabisa, nataka nimuue mke wangu, nishauri Nyumukela, nimuue kwa panga au kwa sumu. Mimi nikasema wewe usimuue, muonee huruma. Akasema ndamuua. Nikasema huyu nikimkazia huyu ataniua mimi. Nikasema basi muue, lakini muue hivyo utajua wewe muuaji yule, mimi nakuonea huruma. Rafiki yako muuaji. Unatembea na muuaji, rafiki yako muuaji wewe. Hizo habari za kufanya mauaji Steve kwa mke wake, wewe hizo habari unaweka nazo au unaongea tu kuropoka kwa sababu umepata nafasi ya kuzungumza na mimi? Naongea tu hivi. Nadhani hili tukio ni jepesi kama unafikiria wewe. Sasa mimi nimekuambia kwa wema tu, kwani kuna ubaya rafiki yangu? Labda nikwambie kitu kimoja, hicho ambacho anataka kufanya Steve, hiyo ni kesi ya mauaji na anaweza kufungwa miaka 30 au kifungo cha maisha. Sasa nikuweke tu wazi, kama Steve atafanya mauaji na akakamatwa afungwe miaka 30 au kifungo cha maisha, maana yake wewe utakuwa mtu wa kwanza kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Wewe sitaki afu swala ushahidi, mimi sijawahi simama hata mahakamani, hata siku moja naweza kusimama mahakamani kusema kutoa ushahidi. Wewe naye afu nilikuwa nakutania. Usitaniwe. Ameshtuka. Nimemuingiza kingi. Usinifanye kuwa mtoto mdogo mimi. Mimi na akili zangu timamu. Hamna, zingatia nilokuambia. Wewe mimi nilikuwa nakutania bwana. Kitabu cha kifo. Kitabu cha kifo. Kitabu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Kitabu cha kifo. Kitabu cha kifo. Kitabu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Vipi? Safi. Wapi hiyo? Mtaani, si unajua tena harakati. Yaani muda huu mnaenda kwenye harakati zenu, baada ya muda huu ndio mngemtumia kwenda kwa rafiki yenu mkamzuia, atapoteza maisha yule rafiki yenu. Shauri yenu. Alafu kituoni mtaitwa nyie. Mashahidi, rafiki zake wa karibu waitwe, mtaitwa nyie, mtaenda kwenye kituoni kwa sababu wanataka rafiki zao wa karibu. Sijui unaelewa? Unapenda kuzunguka, tatizo ndugu yetu nani? Tatizo nyie mnapenda kudonolewa vitu. Yaani wengine tuhangaike, wewe tuwasambazie, tuwatafutie vitu ndio tuwaletee na kuletea. Nisha rafiki yenu huyo yamempata majambo tena makubwa mazito ambayo ataanza kuwapelekea hata nyie mkapelekwa kituoni. Segelea. Kumbe Nisha kafanya nini tena? Cha kufanya utajua mwenyewe. Ndio kukuambia sina kabisa. Maana nenda huko kudai hela zangu za kikoba. Nenda kwa mke wangu atakupa umbea wote anao, umesikia? Kanga si mtandio. Ila nyomo jamani, kunipa stori nzima uwezi. Haya, ngoja ni mwai huyo mkeo akanipa hizo stori. Hii familia kaombea. Siwezi. Kitabu cha kifo. Kitabu cha kifo. Kitabu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Kitabu cha kifo. Kitabu cha kifo. Kitabu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Kwenye mwamba mweusi ninaona moshi mrefu, midomo ya zamani inanongona kwa damu. Habari mdada. Salama, karibu. Asante samani, huyu Nisha ndamkuta. Nalo mkuja na vibuka vipi? Nisha gani wakati Nisha wanaona hapa? Wewe acha masiara bwana. Yaani mimi sina akili lakini macho yanaona. Nisha sio wewe. Namuulizia mimi Nisha wa hapa. Jamani shemeji, Nisha si mimi na mnikuta hapa nimekaa jamani. Ngoja kwanza nikae. Umeniita shemeji, shemeji yako kwa nani? Ela Nyumukela. Sasa shemeji yangu kwa Steve au? Mungu wangu eti Nyumukela. Ina maana unaonekana unanijua vizuri mimi Wewe ni Nisha kweli au ndo mke mwenzie? Ila Nyomo, mimi ndo Nisha huyo ambaye unamtaka.
Na nashangaa ni kipi unachofanya humu usinijue. Okay, sawa. Fanya hivi. Nisha hapa hujamkuta, ndio ushanikuta mimi. Kwa hiyo unaweza kuniambia ambacho unataka kumwambia Nisha, alafu akija mimi naweza nikamfikishia pia. Haya sawa, hamna shida. Lakini hii message sent itakiwa nimfikishie mwenyewe mlengwa. Lakini nakwambia wewe, usimwambie. Hata akija nitamwambia mimi mwenyewe kwa sababu hili jambo ni zito. Sijui tu nisikuambie kwa sababu jambo ni zito. Unaweza ukalibeba unakifua. Wewe usijali kwa hilo. Yaani sitamwambia mtu yoyote yule. Wewe niambie tu, mimi nina kifua. Haya sawa. Una hakika? Kwani nikudanganye? Sijamwambia mtu yoyote. Hapa ndo nakwambia wewe. Ina maana hii siri yangu na wewe. Sijui unaelewa? Wewe sio unashaka kuhusu hilo. Wewe niambie. Mimi nitaandika kifuani kama ulivyosema. Sitamwambia mtu yoyote, hata wewe Nisha mwenyewe. Akija utakuja kumwambia mwenyewe. Haya sawa. Jambo lenyewe ni hili kwamba huyo Steve rafiki yangu mimi, mume wake Nisha, bwana we, anataka muue mke wake. Ndio, mimi mwenyewe shahidi na ameniambia vizuri kabisa anataka muue, anataka mtilie sumu. Lakini sasa ndo ukaiko kutulia. Lopoka mama, nitakugeuka katu na ninavyojua ukataa watu. Unaweka nacho kisema? Nina uhakika vizuri, ndio maana nimekuambia wewe. Lakini sasa usinishushe brandi. Umesikia? Usialopoke mambo kwa mtu mwingine. Nikuondoe tu shaka kwa hilo. Sitamwambia mtu mwingine yoyote yule. Yaani hilo hapa limefika. Na usiwe na wasiwasi. Sasa sikia. Ikitokea mume wake Nisha ameleta chakula, mwambie Nisha chonde asile kile chakula. Kwa sababu lazima atamwekea sumu. Haijalishi chakula, haijalishi vinyama, haijalishi zawadi yoyote ile, hata juisi ya embe, hata juisi ya nini. Asile. Shauri mimi nina huruma, na huruma usinione hivi, nina huruma sana. Nikuondoe tu shaka. Nitakuwa makini kwa hilo. Nitamwambia asile wala asije akakugusa kwa chakula. Ndio fanya hivyo kwa sababu Nisha bado mdogo sana. Yaani analombaya huyu. Anataka muue mwenzie bado mdogo. Kama amemkosea nini? Kuna wake wa kunyenyekewa. Mimi mbona mke wangu namnyenyekea? Nampa kila kitu anachokitaka. Nimuue tena. Jamani. Na wewe chonde sasa, sijui ndo jirani, sijui ndo mke mwenzie, sijui ndo utajua ujue. Lakini sasa naonea huruma. Wewe yule muuaji. Ila habari ndio hizo hapo. Sijui unaelewa? Hasa kako kutulia mtoto wa Kiha. Usijali Mokelo. Yaani sitamwambia mtu yoyote yule. Ila pia nashukuru kwa taarifa. Haya basi mimi ndio hivyo, lakini hata wewe Nisha mwenyewe usimwambie. Nitakuja kumwambia mimi mwenyewe. Sijui unaelewa? Habari ndio hiyo kanga, sio mtandio. Sio shida zangu mjini. Mimi ndio Nyomokela wakila tatu mbili chekelea. Utakavyokuja mama ndo nitakapokupokea. Lakini sitaki umbea. Ukizingua tu nitakusomea. 1 kwenye 2, 3 kapembeni mjini, sio shida zangu, nishamaliza. Utakavyokuja ndo nitakapokupokea, elewa. Sio wapi. Haya. Asante kwa taarifa. Bwana jirani. Naam. Habari yako ndugu yangu? Salama, karibu. Sawa, wema? Wema bwana. Sijui utokako. Bwana uko sawa. Sasa jirani, kuna jambo kidogo naomba unisaidie. Jambo gani? Kama utakuwa unapanga hivi shoka, nyundo, jembe, kati ya hivyo vyote, kama una hichi kimoja nisaidie. Vipi ndugu yangu, ni kwema, lakini mbona unazima vitu vingi kwa wakati mmoja? Kuna tatizo labda? Kwenye swala la matumizi, bila shaka matumizi ni mengi sana. Unajua pale nina kashamba pale nyumbani, kwa hiyo kuna muda itatakiwa nikate majani. Kuna muda itabidi nichimbue visiki. Kuna mengine miti mingine mizito siwezi kukata hata na nini na panga inabidi nikate na shoka. Kwa hiyo sio swala sana za kusema kwamba uniulize maswali mengi, ila kama utakuwa na hivyo vitu kati yake kimoja nisaidie. Unajua lazima niulize, maana naweza nikakupa vitu vyote hivyo ukaenda kufanya tukio huko. Si unajua tena watu siku hizo wameharibikiwa akili. Sasa bwana, mimi jembe sina,
hata hiyo nyundo yenyewe sina, ila panga ninao. Wow. Na hilo panga kidogo kubwa au ni kidogo? Panga ni kubwa size yake, sijajua kulingana na matumizi unaenda kulitumia, lakini panga ni kubwa. Okay, basi sio mbaya, nilione. Sawa. Bwana, Ako. Hili ndugu yangu linafaa. Hilo linafaa. Sana. Nafikiri naweza nikafanikisha jambo langu kwa upesi kabisa. Basi sawa, ila zingatia kama ulivyolichukua. Hakikisha linarudi vile vile. Unajua tena. Sawa, nitajitahidi, lakini kurudi salama inategemea na matumizi yake. Inaweza karudi salama au la kukawa na tatizo. Hilo sasa ni juu yako. Sawa, haina lazima kitu hakikisha kinarudi vile vile. Sawa ndugu yangu. Baadaye kidogo. Usiku umejaa macho, mizizi inaita chini, nimekanyanga baridi lake, nikasikia jina langu. Mwanzo wa tetemeko kwenye kifua changu, nyayo za kitu kisichoonekana. Shida nini mume wangu? Steve. We nani? Mimi mkeo Nisha. Watu wangu sioni. Umefanya nini jamani, mbona ghafla? Steve mume wangu. Usiniguse. Nyanyuka mume wangu. Nyanyuka basi uende ndani. Hayaoni. Sasa hayaoni, umefanya nini jamani? Sijui. Kitovu cha kifo, Mungu niokoe na haya matatizo yote umesababisha wewe, hata sio mtu mwingine Na miaka mingapi mimi sijai kupata haya matatizo? Sio baba, sio mama, hakuna hata familia yetu hata mmoja ambaye ana matatizo ya design hii. Inakuaje mimi leo? Huko kote niliko zurura huko, miaka yangu yote sijakutana na haya matatizo. Inakuaje leo nikutana na matatizo kutokuona? Na wewe ni nani? Na mimi nimekaa hapa na mke wangu miaka mingi sana, hajawahi kuniambia kwamba ana ndugu rafiki wa kike wa design yako. Sasa leo inakuaje unaniita mimi mumeo? Mumeo kivipi wewe? Sasa mume wangu, mimi nahusika vipi hapa? Na kama kuhusu matatizo yote ni mpango wa Mungu. Kwanza mimi sielewi chochote, maana umerudi tu ghafla na kukuta kuna hali hiyo, halafu leo mimi ndo nimehusika. Huoni kama unanionea kwa hilo? Yaani bado unaendelea kuniita mume wangu, si ndio? Yaani bado unaendelea kuniita mume wangu. Hivi nyinyi kwa nini mnakuwa hivyo? Hivi huyo mpumbavu mwenzio ndo kakutuma Huyo mjinga mwenzio kakutuma mje kuniharibia maisha yangu? Dada, nina familia mimi, nina ndugu wananitegemea, nina wazazi, nina baba, nina mama. Wanahitaji uzima wangu mradi nao wanufaike na mimi. Sasa kama nyinyi mmetumwa huko, mmetumana wenyewe, mmekaa vikao kuja kuniharibia maisha yangu, I say mmechoma. Nawaambieni ukweli. Wewe subiri tu, nitapona mimi. Yaani Mungu atasema matatizo gani? Sasa nani alonituma mimi? Hakati mimi ndo mke wako. Au kipi unachukua kwangu kimebadilika? Yaani bado unaendelea kuniita mume wangu? Wewe sikia. Wewe nani? Wewe. Ipo siku nitakuja nikupige huko ndani nikuue. Tabia ya kuniita mume wangu ukome kabisa. Nyinyi wachawi kabisa. Hiyo mmoja kakutuma uje kuniharibia maisha Umbavu kabisa wewe. Kwani Mungu ni matatizo gani lakini Yaani mimi ndo naikuangalia huko ndani, mimi ndo naikuhudumia, lakini bado tu uone muhimu wangu. Sitaki, kwani lazima unisaidie wewe? Yaani wewe ndo umenisababishia matatizo alafu unanisaidia. Ina maana gani hiyo? Ina maana gani?
Kama ungekuwa wewe change kabisa. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, Mungu niokoe na haya. Mke wangu, cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, Mungu niokoe na haya. Mke wangu, sasa inawezekana ni kweli akawa ni yeye mwenyewe. Siku ya 4 leo, muda wote ananiita mume wangu, mume wangu, mume wangu. Au chawi ushambadilisha sura? Sasa nahitaji msaada, upate hata maji, chakula. Mbona hii hali inakuwa ngumu jamani? Mke wangu, mke wangu. We koma we. Unaniita kama mke wakati mimi niko hapa? Kwanza sasa mimi sio mkeo, unanitia nini? Kumbe unanisikia? Ndio. Sawa, nisaidie basi maji ya kunywa. Nisaidie maji ya kunywa. Sasa hizi nimekuwa mkeo tena. Akati muda si mrefu umetoka kunikataa namba mimi sio mke wako. Sawa, lakini naomba nisaidie hata maji ya kunywa. Unafikia nani atanipa maji ya kunywa? Nani atanipikia chakula? Mimi nawezaje kwenda jikoni? Yaani hiyo ndio shida yako. Yaani tunatoka tutobishana si mrefu na sio kubishana tu. Umenifukuza paka na fimbo yako. Sasa mke wangu, namjua mimi, nimekaa naye miaka mingi, namjua. Sasa sio wewe, sura sio. Basi mke wangu, tusifikie huko, tusifikie huko. Mimi nimekubali, wewe ni mke wangu. Tuendelee na maisha yetu kama kawaida. Lakini nina njaa sana mke wangu, nina njaa. Fanya mpango basi upike hata chakula tu. Sawa mama? Sawa. Sawa. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, Mungu niokoe na haya. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo. Sikia moyo wangu nikwambie. Mimi nimejifikiria. Nimeona haina haja kukaa hapa na wewe. Angali kila siku unanikataa kwamba mimi sio mke wako. Ni bora tu niende kwetu. Maana hata hivyo sijaua kwetu. Wala sijeka wadui na mtu yoyote yule. Kwa mimi nimeshindwa na nimechoka. Maana hujali uwepo wangu kwako. Yaani licha na hali yako, licha ninavyokujali, lakini unaona mimi mtu mbaya tu kila siku. Haina haja ya kukaa na wewe. Ni bora tu niende zangu nyumbani kwetu. Mke wangu. Afu mbona nasikia kama unafunga mlango hivi? Unaongelea kuhusu kufunga mlango? Nimefunga mlango kwa sababu hii nyumba ni yetu sote, mimi na wewe, na tumetafuta vitu wote, mimi na wewe. Kwa hiyo lazima nitaondoka na hii funguo na nitafungua pale ambapo tutaweka, yani tutasuluhisha na tutagawana mali mimi na wewe. Ndio nitaifungua hiyo nyumba. La si hivyo, funguo itakuwa na mimi mwenyewe. Mke wangu, hebu nisikilize kwanza. Haya mambo yanazungumzika, haya mke wangu yanazungumzika. Haya maamuzi uliochukua ni magumu sana. Kwa nini uondoke? Na unaniachaje mimi mazingira kama haya mke wangu? Nilipo hapa sioni, siwezi kwenda chooni, sijui hata kukaa jikoni. Unaondokaje kama hivi? Kuongea. Tuongea nini mimi na wewe labda? Kama kuongea tulishaongea hapo nyuma na hukutaka kunielewa wala hukutaka maelewano yetu baina yangu mimi na wewe. Kwa hiyo kwa leo sina cha kuongea. Nishamaliza. Ngoja kwanza. Sasa unaondokaje? Afu mlango nasikia unafunga, unafungaje sasa mlango? Alafu mke wangu, hivi vitu vinazungumzika hivi lakini haya si ya kawaida. Nani? Mke wangu. Mke wangu. Nani? Mama. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo,
na haya. Kwenye mwamba mweusi ninaona moshi mrefu, midomo ya zamani inanong'ona kwa damu. Mama aliniambia usiite usiku, lakini sasa naita na sauti inarudi. Mungu niokoe, Mungu niokoe, nisichukuliwe, nisichukuliwe. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Kitovu cha kifo, kitovu cha kifo, kitovu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Habari yako? Oh, salama. Nani? Wewe kweli mjinga. Unaniuliza tena mimi nani? Ndugu yangu, nilipata matatizo ya macho kidogo, kwa hiyo hapa macho yangu hayaoni ndugu yangu. Kwa hiyo nisamehe tu ninapokuuliza wewe ni nani. Sio makusudio yangu. Tumepata changamoto ya macho. Sasa sikiliza. Hivi leo ni siku ya ngapi panga langu hujarudisha? Oh, Bwana Malaki? Ndio. Ndugu yangu, kwanza nisamehe bure. Panga bwana lipo humu ndani. Mke wangu kalifungia kaondoka, ninavyokuambia leo ni siku ya 3. Hapa unaponiona ndio hapa hapa, nalala hapa, naamka hapa, nashinda hapa. Naweza nikasema kama Mungu tu kakuleta uje hapa, angalau kuna vitu nisaidie. Malaki, naomba nisaidie hata kuvunja huu mlango wangu. Niingie ndani nipate hata mahitaji ya msingi, kiwa kama maji, hata kwenda chooni. Wewe nisikilize wewe bwana, sawa? Katika vitu vyangu miwaga sitaki masiara hata kidogo kabisa. Sijui unanielewa? Na wakati nakupa lile panga nilikupa msisitizo. Hakikisha kama ulivyolichukua linarudi vile vile. Sasa leo ni siku ya ngapi panga hujarudisha? Alafu nakuja kuchukua panga langu, yeye natumia utu wangu kuja kukufuata paka nyumbani ili unipe panga langu. Unasema mara sijui mimi sioni, sijui nini. Unataka kuniambia wewe uone wewe? Wewe acha masiara bwana. Ni kweli Bwana Malaki unachokisema, mimi nimekuelewa. Panga halijapotea. Panga liko humu ndani. Siku ambapo nishamaliza matumizi yangu nataka nilirudishe. Na ndio siku ambayo mke wangu kaondoka Bwana Malaki. Sio kwamba mimi nimezamilia kukaa na hilo panga. Mimi naelewa sio la kwangu. Linisisitiza vizuri ninavyolichukua ndivyo nitakavyolirudisha. Nimekuelewa, lakini shida sasa hapa unavyoniona nielewe sioni. Ndio maana nikakuomba Malaki nisaidie kuvunja hata huo mlango. Niingie hata ndani kwangu Malaki, nalala hapa nje, nielewe ndugu yangu. Sasa nishagundua. Hiyo michezo mnayocheza ishapitwa na wakati. Sio zama hizi, sijui unanielewa? Yaani mmetengeneza mbinu, sijui mnitapeli panga, alafu nivunje mlango, mwisho wa siku inaonekana mimi jambazi, si ndio hivyo? Sasa nisikilize. Uwe kipofu, usiwe kipofu, hilo halinihusu. Nachotaka ni panga langu. Lile panga langu ni la ukoo, ni la ulisi. Sijui unanielewa? Lile panga ni la ulisi. Sitaki masiara kabisa. Sawa ndugu yangu. Usiku umejaa macho, mizizi inaita chini, nimekanyanga baridi lake, nikasikia jina langu. Mwanzo wa tetemeko kwenye kifua changu, nyayo za kitu kisichoonekana zinazunguka mlango. Halo? Shemeji. Nani? Mimi hapa shemeji, hizo size. Aha, shemeji. Habari yako? Salama. Kwema? Kwema. Karibu. Asante. Ndio. Sasa bora hata umekuja hapa. Hebu njoo kwanza ukae hapa. Okay. Kuna jambo kidogo nisaidie hapa. Kwema utokako? Kwema. Jambo zuri. Familia? Hawajambo. Mungu ni mwema.
Sasa bwana shemeji, kiukweli naweza kusema ni Mungu tu kakuongoza kuja hapa. Shemeji yako bwana, kama unavyoona napitia wakati mgumu sana. Sasa hebu fikiria, mimi nalala hapa, naamka hapa, hivi ni sawa? Kwenda chooni shida, sijui nakula wapi, na kiu ya maji sijui napatia wapi. Shemeji, si mateso haya? Pole sana shemeji. Kweli, yani ilikuwaje maskini? Unamaanisha ujala sasa siku ya pili? Shemeji, nielewe ninachokisema. Nielewe ninachozungumza. Hapa unaponiona jua linanikutia hapa, usiku unanikutia hapa. Sasa naomba nisaidie kitu. Hebu shika simu. Ibonyeze hapa kwanza. Iko on au imezima chaji? Ipo on. Ipo on Sasa hapo nataka unisaidie nitolee password, alafu mpigie simu mke wangu. Naomba uzungumze naye. Anisamee, arudi. Kama kuna sehemu yoyote tumekoseana, nimemkwaza, anisamee, arudi. Hizi shida hizi mimi nashindwa namna ya kuzihendo peke yangu. Sio, unanielewa bwana shemeji? Sawa. Ongea naye sasa. Andika mchora hiyo. Hemu ya vipi? Mbona inagoma? Inagoma? Anza kumwanzo, pandisha juu. Halafu rudi katikati. Hicho kidude cha katikati hicho kitu. Ndio ndo nakusikiliza. Pandisha juu tena upande wa kulia huko. Shuka chini. Inagoma. Sasa hebu nani, amna sehemu hapa wanapo wameandika pini, amna? Ipo hapa ipo. Afadhali. Hebu andika hapo mama. 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 Nimekubali. Afadhali. Sasa tafuta hapo jina imeandika mke wangu. Mke wangu. Namba imeishia 19 mwisho. Okay. Kama jaribu mpigie tuone kama inapatikana. Line gani? Line mbili ndio yenye na dakika hiyo. Inaita. Sawa. Hebu zungumza naye. Halo. Safi dada, habari yako? Ana hali mbaya. Ndiyo dada, najua, lakini tafadhali rudi, njoo muangalie mmeo. Najua, lakini naomba urudi. Hivyo vitu ni vya kawaida kwenye maisha haya, maisha yetu ya ndoa dadangu. Rudi, njoo uzungumze vizuri na shemeji, vitu vingine viendelee. Ndiyo mamangu, hivyo vitu vinazungumzika, mbona kawaida Utaacha wangapi? Sawa. Naelewa, lakini ni sawa pia, naomba uje. Sawa. Basi haya, utamkuta hapa nje, maana mimi niko napita tu hivyo. Haya. Shemeji. Shemeji. Anasemaje? Anakuja. Kasema atakuja baadaye, sio sasa hivi lakini. Asante sana bwana. Sawa, basi mimi ngoja niende. Bwana, usiwe unakaa muda mrefu bila kunitembelea. Usijali, limeisha hivi. Nashukuru sana. Haya. Karibu. Haya, mimi napita. Haya, sawa. Kitovu cha kifo. Mungu niokoe na haya. Kitovu cha kifo.
Nani? Nisha. Oh, Nisha. Mke wangu umerudi? Nimerudi ndio. Hey, asante Mungu. Hebu kaa chini basi. Kweli. Asante Mungu. Nisamehe sana mke wangu. Najua nimekukwaza sana baadhi ya mambo. Mimi ni binadamu na wakati nakosea kweli. Najua nimekudhalilisha, nimekusema vibaya, nimekufukuza, nusu kukupiga. Lakini zaidi ya yote wewe ni wa muhimu sana kwangu. Kwa kweli nimepitia wakati mgumu sana kipindi cha mpaka huko. Nashukuru pia kwa kurudi, kwa kunielewa na pia kunisamehe. Asante sana mke wangu. Nashukuru sana. Usijali mume wangu. Mimi nishakusamehe. Na yote yashaisha. Nimerudi kwa ajili yako. Kuoa mimi? Jamani, iki chumba sasa hivi kina wachawi hiki, mashetani, migagula, mizimu, misukule. Sasa mtoto gani? Hapana. Bora hata ingekuwa ndoto nimeota kwenye maisha mazuri, magorofa, kijijini, mke mchawi. Shit. Mungu nisaidie. Nisaidie mimi. Saa 6